Asifiwe. Nawasalimia katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa neema hii na kibali ambacho amenipatia ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Siku ya leo tunaenda kujifunza neno la Mungu, kumjua adui wa biashara, adui wa mafanikio, adui wa maendeleo, adui wa utajiri. Adui huyo anaitwa hofu. Hofu ni mbaya sana. Hofu amewafanya watu kubaki ni maskini. Hofu amewafanya watu kubaki chini. Hofu amewafanya watu kukosa mwelekeo. Hofu ni mtu mbaya sana. Hofu ni adui mbaya sana. Kuna watu walikuwa wanawaza kufanya biashara kubwa, lakini kwa sababu ya hofu aliwaambia, aliwanong'oneza, utaweza kweli? Wewe biashara kubwa, utakula hasara. Wamebaki ni maskini kwa sababu ya adui anayeitwa hofu. Sasa leo nataka nikuambie adui yako, na huyo adui umpige katika jina la Yesu, atoke katika maisha yako, ili uweze kufanikiwa, ili uweze kuinuliwa, ili uweze kuwa tajiri. Ni lazima umpige adui anayeitwa hofu. Ukisoma katika Biblia, Zaburi 34 na mstari wa 4, Daudi anasema, nalimtafuta Bwana naye akaniponya na hofu zangu zote. Kumbe hofu ni ugonjwa. Hofu ni ugonjwa wa biashara. Hofu ni ugonjwa wa mafanikio. Hofu ni ugonjwa wa kuinuliwa. Kwa Daudi akasema, nalimuita Bwana naye akaniitikia, akaniponya na hofu zangu zote. Hofu. Kuna watu wamebaki ni maskini kwa sababu ya hofu. Ndio maana siku moja hayati wetu Baba Magufuli alisema, ni heri ukajaribu ukashindwa kuliko kuacha kabisa. Usikubali hofu kukurudisha nyuma. Usikubali hofu kukurudisha pale ulipo. Ukisoma Isaya 43 na mstari wa 5, Mungu anasema, niko pamoja nawe, usiogope kuanzisha biashara, usiogope kuanzisha miradi, usiogope kuanzisha kampuni, usiogope kuoa mwanamke unayempenda kwa ajili ya hofu kwamba huyu mwanamke atanikubali kweli, huyu binti atanikubali kweli. Huyo ni hofu. Kataa hofu katika jina la Yesu. Hiyo biashara unayotaka kufungua, nenda kafungue, utauza. Acha hofu. Biblia inasema hatujaitiwa roho ya woga, tumeitiwa roho ya ujasiri. Sisi ni majasiri kama simba. Fanya biashara kubwa ambayo hata mtu akisikia unafanya biashara kubwa anaogopa, anakuogopa hata wewe mwenyewe kwamba huyu amewezaje. Umeondoa hofu. Kuna watu wamekufa, sio kwamba kweli ule ugonjwa ulikuwa ni wa kumuua, ila ni kwa sababu tu ya hofu. Alienda hospitalini akapima, akaambiwa wewe una kisukari, na kwa sababu alishaka kalili kisukari hakiponi, basi huyo mtu ameshindwa kuishi, amekufa, lakini ni kwa sababu ya hofu. Sio kwa sababu kweli ukisukari kimemuua. Kuna watu wana visukari miaka 30, miaka 20, lakini wapo. Kataa hofu. Kuna mwingine akienda kupima tu, akiambiwa huu ugonjwa unauma, ugonjwa fulani hauponi, siku hiyo hiyo au kesho yake anaenda anajiua. Hofu inamfanya mtu kujiua. Mashaka, woga. Hofu ni mashaka, ni woga. Kataa hiyo roho ya hofu. Piga hiyo roho ya mashaka, piga hiyo roho ya woga katika jina la Yesu. Mwambie hofu, mimi ni jasiri kama simba au ngurumaye. Kataa hofu. Ngoja niwape ushuhuda mmoja. Kuna watu wawili walipita katika njia, hizi njia za chochochocho zenye manyasi. Sasa mtu mmoja akapita katika ile njia. Yale manyasi, wakati anapita katikati yale manyasi, akadonolewa na nyoka. Alivyodonolewa na nyoka, alivyokuja kugeuka anakuta kuna njiwa. Akadharau kwamba kumbe ni njiwa. Ni kwa sababu gani alidharau? Alidharau kwa sababu anajua njiwa hana sumu. Na yule mtu hakufa kwa sababu aliona ni njiwa amemdonoa, lakini alikuwa amedonolewa na nyoka. Lakini njia hiyo hiyo alipita mtu mwingine tena. Alipofika maeneo yale yale akadonolewa na njiwa.
Yule njiwa akajificha, alivyogeuka hivi anakuta nyoka, akaanza kupiga kelele, nyoka, 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 nyoka. Yule mtu akafa. Sasa hakufa kwa sababu amedonolewa na nyoka, alikufa kwa hofu, kwa sababu alipodonolewa na njiwa, njiwa akajificha, alipogeuka akaona nyoka. Hofu ndiyo iliyomuua. Kwa hofu inaua. Hofu itakufanya ushindwe kuendelea. Hofu itakufanya uwe pale pale ulipo. Hofu atakufanya uendelee kuwa maskini. Hofu atakufanya ukose mwelekeo. Lakini jioni ya leo nimekuja kukwambia, kataa roho ya hofu katika jina la Yesu. Kataa roho ya hofu katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema sisi tumeitwa ni majasiri. Majasiri kama simba. Ujasiri unaweza ukaenda sehemu yoyote. Ujasiri unaweza ukasimama sehemu yoyote. Ujasiri unaweza ukafungua biashara yoyote. Ndiyo maana asilimia kubwa wafanya biashara wanaitwa ni wajasiriamali, kwa sababu ni wajasiri. Ni ujasiri kufungua biashara, ni ujasiri kufungua unafungua nguo, duka la nguo, unaweka hapo, unasubiri watu waje kununua, unateketeza mamilioni ya pesa pale, unafungua duka la nguo. Ni ujasiri. Hatujaitiwa roho ya hofu. Kataa roho ya hofu jioni ya leo katika jina la Yesu, na Mungu akutetee na roho ya hofu. Kataa roho ya hofu. Hofu isikuue. Ugonjwa ulio nao, huo ugonjwa utapona wala hautakufa, maana kuna watu wengine wanakufa hata bila kuugua. Kwa hiyo kataa roho ya hofu. Roho ya hofu isikutoe duniani. Roho ya hofu isikutoe barabarani katika jina la Yesu. Nami nakuombea jioni ya leo, kataa hofu. Naipiga hofu katika maisha yako. Hofu katika maisha yako lazima niipige, ikaondoke katika maisha yako. Na panda roho ya ujasiri katika maisha yako. Ukafanye biashara ukafanikiwe. Ukafanye kazi ukainuriwe. Ukafanye biashara ukawe mtu mkubwa. Ukafungue kampuni. Ukafungue biashara kubwa kubwa. Acha kuendekeza biashara ndogo ndogo. Hautafanikiwa. Kataa katika jina la Yesu. Kama unaamini itakuwa hivyo, basi comment, sema amina na iwe, na itakuwa hivyo. Tembea kwa ujasiri, tembea kwa kujiamini. Ondoa roho ya mashaka, ondoa roho ya woga, ondoa hofu ya woga, ondoa roho ya hofu katika jina la Yesu. Nimeomba na utaniambia kwamba baada ya maombi haya Mungu amekufanikisha. Mungu akubariki uingiapo. Mungu akubariki utokapo. Mungu akubariki kila unachokishika, katika biashara zako, katika kazi zako, katika afya yako ikaimarike. Ufanikiwe katika afya yako kama roho yako inavyofanikiwa. Lakini tusimsahau huyu Yesu kumpokea, maana Yesu ndiye anayetupa Roho Mtakatifu, anayetupa roho ya ujasiri. Bwana na akubariki. Bwana na akupe yale unaoyawaza katika moyo wako, na akupe haja ya moyo.